Bwana asifiwe. Karibu sana katika kipindi chetu cha Faraja Kwako ambacho kinaletwa na mimi mchungaji Milton Elmas, ambaye ndiye ninayeongoza na kuilea Ufunuo Gospel TV channel yetu ya YouTube. Na hivyo ninakukaribisha tena katika kipindi hiki ambacho kina dakika chache ambazo zitatutia nguvu, zitakuinua, zitakupa ushindi katika maisha ya sasa na mwisho maisha ya baadaye kwa ajili ya uzima milele. Mara nyingi najua unaweza kuwa unanisikiliza ukiwa unapitia changamoto fulani katika maisha yako. Kuna shida ambayo umeng'ang'ana nayo, kuna mambo hayaendi sawa, kwa sababu ninajua ya kwamba katika maisha haya sasa kila mmoja anapitia changamoto ambayo anaikabili. Wapo wanaopitia changamoto za uchumi, wengine wanapitia changamoto ambazo ni za ndoa, wengine wanapitia changamoto za kiroho, wanatamani wainuke kiroho lakini bado shida ya tumaini inakosekana. Kwa wengine ni wagonjwa, sijui uko katika kundi gani, lakini naamini ya kwamba katika kundi lolote lile la watu waliokata tamaa ambao wameshuka hadi katika kimo cha chini, yaweza kuwa uko miongoni mwao. Lakini nimekuja na neno la faraja kwako kwamba bado liko tumaini lisilo la kawaida. Katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 20, ni kitabu ambacho kinazungumzia aina ya maombi ya ushindi na namna watu wanavyoshinda. Katika fungu lile la 6 na la 7 linazungumzia habari za namna watu wanavyoshinda. Mimi nasoma katika Biblia ya Kiswahili changu cha kisasa au Good News. Neno la Bwana linasema katika fungu la 6, anasema najua Mwenyezi Mungu atamsaidia mfalme aliyemteua, atamjibu kutoka patakatifu pake pa mbinguni, kwa mkono wake wa kulia atamjalia ushindi mkubwa. Fungu la 7, wengine hujigamba kwa magari ya vita, wengine hujigamba kwa farasi wao, lakini sisi twajivunia Mwenyezi Mungu, Mungu wetu. Sikiliza. Yaani wakati watu wanaringa kupata utajiri, wengine wanaringa vyeo walivyo navyo, wengine wanajivunia watoto, wanaringa kwa mali za dunia hii. Hata kama hujapata, kiburi chako na kiburi changu ni kwa sababu tunaye Mungu anayetupigania katika maisha yetu. Mara binasema wengine wanajigamba, kujigamba ni kujivuna. Wengine hujivunia gari walizo nazo, hujivunia fedha walizo nazo, hujivunia dhahabu walizo nazo, hujivunia magari na farasi ambazo wangezitumia kukimbia changamoto au vita ya namna yoyote. Lakini sisi hata kama hatuna gari, hata kama hatuna fedha, hata kama hatuna farasi, hata kama hatuna uchumi, hata kama hatuna dhahabu, lakini kwa sababu tunaye Yesu katika maisha yetu, tutasimama imara, kwa sababu yeye huyo atatuokoa. Hata kama ungekuwa unapitia changamoto ya ugonjwa, changamoto ya uchumi, Yesu ni center, Yesu ni provider wa uponyaji, Yesu ni provider wa uchumi. Yeye anatoa kila kitu, na kwa sababu unaye Yesu, kila kitu unacho. Usikate tamaa, usife moyo. Wewe ambaye umebarikiwa, hata kama huna Yesu, huna chochote. Lakini wewe ambaye hujabarikiwa na unaye Yesu, una kila kitu. Mshikilie Yesu, muinulie shida zako, omba msaada kwake, tembea kwa ujasiri. Maana wakati wengine wanataja magari na farasi za vita, wengine wanataja fedha, wanataja mali zao, sisi tunalitaja jina la Bwana, na jina lake likitajwa kwenye mapepo yanakimbia. Jina lake likitajwa kwenye ugonjwa kuna uponyaji. Jina lake likitajwa mahala popote ambapo kuna shida, yeye akija analeta tumaini. Mungu akubariki, akutendee mema kwa jina la Yesu. Amen. Usimwache Yesu, mshikilie hadi kifo, maana hata ukifa atakufufua tena. Mungu akubariki, tukutane tena katika season nyingine inayokuja. Amen.